mpaka Kisii, kutoka Kisii mpaka Western. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais, na tunakuomba wacha tuende. Mheshimiwa Rais, nataka nikukaribishe Kisii. Najua tulikuwa Nyamira. Mimi kama msemaji rasmi wa Umo Kisii, nataka nikukaribishe hapa, nikwambie jisikie nyumbani, na vile vile nataka niongee mambo matatu peke yake. Hawa watu wa Kisii ni watu wa amani. Watu wa amani wanapenda marafiki wote, si ndio? Nataka tu nikuulize maswali matatu kwa sababu wewe uko na serikali na mimi niko na hii serikali yangu ndogo. Yale ambayo yanahusika na kwangu nitayashughulikia. Nataka nikuulize yale ambayo yako pamoja na wewe. Mheshimiwa Rais, hii barabara ya lami kutoka Sotik mpaka Kisii imeua watu wetu sana. Tafadhali tunauliza kwamba kupitia parliament, kama utaweza tafuta pesa kidogo ama uitafute muhisani uweke toll ipite tu, kama ile ya Nairobi, wakusanye pesa wajilipe, lakini tusaidie maisha ya kila mwananchi ambaye anatumia. Mheshimiwa Rais aligyo musomuni gusa aligyo omuntu orabeke highway egende ekikubwata bugere mahati. Pili, Mheshimiwa, kabla hujaweka hii, kwa sababu inajua itachukua muda kidogo, hii barabara kuna contractor ambaye amekaa hapa siku sijui miaka ngapi. Siku ingine ulimwambia awache kulima jembe, amerudisha mashini ambazo analima kwa kilomita moja, anaenda nalala, mvua inanyesha tena anatokea. Waziri wako wa barabara Mr. Chirichiri, angalia huyu bwana amekaa hapa sana. Mheshimiwa, kitu cha pili, Mheshimiwa Rais, barabara ambazo ziko hapo Nyaribari ziko mpaka South Mugrango ambazo they are stalled. Najua kwamba kulikuwa na shida na finance bill, lakini pia tunataka tushukuru kwa sababu wale walipiga yes, wewe imebidi umehakikisha kwamba kuna serikali ya mseto ambayo lazima Kenya iende mbele. Mimi nataka nikuombe vitu mbili peke yake. Kwanza, tafadhali, mimi nataka niweke habari hii wazi. Sisi wana ODM hatuko katika serikali ya Kenya Kwanza. Sisi tunashirikiana na Mheshimiwa Rais. Mimi kama deputy party leader wa ODM nataka nimwambie Mheshimiwa Rais kwamba tuko tayari kufanya pamoja na wewe kazi, tupeleke mbele. Tukifika 2027 tunyoroshane. Lakini kabla hiyo tunataka kushirikiana, ni kosa sisi wewe hakikisha kwamba ODM ni strong. Lakini yule nasikia kuna shida ndani, wewe ulikuwa mwana ODM, ukiamua ukikuja tuongelee vile vya kupanga hii serikali tukielekea mbele. Hata sisi wa Kisii au wa Kisii ni watu viongozi, tunataka tuingie katika serikali ambayo itakuja ile ya 2027, tutatengeneza serikali. Nataka niseme kitu ya mwisho. Kuna ndugu zetu wale wa Azimio, nataka niwaombe tafadhali, sisi hatujaama Azimio. Tumepeana Joe, tumepeana Ubaraja, tumepeana mtu anaitwa Wandae,
Mbadi ndio wameenda kuungana na Mheshimiwa Rais, lakini sisi kama chama tutaangaliana na UDA macho kwa macho. Kwa sababu hii kama tungeanguka nayo hakuna mtu angekuwa na amani, na tunashukuru kwamba Mheshimiwa Baba kwa kukubali kuhakikisha kwamba tumekuwa pamoja tupeleke nchi yetu mbele. Mheshimiwa Rais, nataka nimalizia hapo ni kuombe kitu moja tu tafadhali. Hapa Nyaribari Chache tuko na ile plan ya KUCA, Kenya UK Health Alliance, ambayo ingefungua eneo hili mpaka Tanzania. Najua unatafuta pesa, tafadhali. Wale wangwana wa UK wamekubali watatupea hiyo loan, lakini hiyo loan tutajipanga vile vya kulipa ni 40 something million, kwa sababu ya hapa Nyausia tuweke hospitali hile na college hile, ndiposa na sisi tutengeneze city pande hii. Uwanja tukolewa hivyo. Tunaliza, najua kwa Nimekumbusha niko na deputy gavana wangu hapa na Nomo Nyaribari Ga. Mheshimiwa Ogebo, utasimama tu hapa deputy Ogebe. Msalimia watu wa miguu ya mwale. Tunakushukuru sana kwa kuja hapa. Tunakushukuru sana kwa sababu ya maneno ya stima. Na tunashukuru wananchi hawa sana kwa kupatia Mheshimiwa Zahiri Chanda kura. Kwa sababu Mheshimiwa Your Excellency amefanya kazi nzuri sana. Anajikaza kwa kule komiti ya Nairobi. Wakati alichukua kiti cha ubunge, alikuja mimi kama chief whip nikamweka kwa committees. Alisukuma, ameweza kumanage kupata milioni 300 ya stima katika Nyaribari Chache. Na kwa hivyo tunamshukuru sana kwa sababu ya hili Your Excellency na kwa sababu ya support yako. Ya pili, taenda kwa ndege magonjoleke. Ya Kenya engima. Kaunti 47. Sio rami kwa. Miaka ya atiraire chukura kitara kunerenga etatu enga uramwa ingure zaidi kama sabe pare uramwa ingure zaidi kama sabe vinge nseme ameyemo amangana yebyama ono ikakire chira chiraika yatra ebere itra kama mwako yokwa Aigausi etole very democratic. Togata bantu bodi, togata bantu wa Kenya National Congress, togata bantu wa UD. Lakini bwana kero mugapo ya tira, egendo tutagetengendo ki. Egendo tutagetengendo ki. Wale tokena se. Como sabe? Kuranyore pareye. Kuranyore stima. Aigo kongendo ngemo ngende kivyake ngakiejo. Ngakiejo. Lakini ngakiejo ya magendo turamu mbele ya lato kwera. Aende abarwani de point yo mwelio. Point yo mwelio mheshimiwa abaishwa bonsi piko mheshimiwa hapa. Tegete wakera omoga ai orionde orense mwa asilio buyamono
asoko kwa okero lakini etutaimatebaiga isiko bana batogukwana ntoya serikali lakini kwenale bali kwagudu bya bitano umikoba bogere ekutagete bawo kwa kupia sira ubiye yiche era torete bya yega ono ya isandire ere bya osero we sababu wako libere aenda sababu wako libere kusito kwene kero mutanya lebye kamere yato baba karakari omo bito aende karakari moinaria wenzangu wamezungumza, wamesema kwamba tufanye balancing Kisii pamoja na Nyamira. Ono engengo kwana seke kusia bana ba mito bali ba chero diam na baro ba ingwe. Omwaka ko matere kwa gwana mawaga. Eto mwanu filosi mango sabe president. Ande tirasa be omwanu mito ko prayo dinga ne ko mata ya kwa ya kwa na ingwa kwa le. Eto sero. Ko waderaga ero wadera moinaji banyo ko wadera ali. Pasero yo. Ni roseta alia. Roseta alia. Mimi kama msemaji wa Omo Kisii naukaribisha Kisii na haya maendeleo tunataka. Your Excellency, nataka niseme hivi. Mimi kwa hivyo Your Excellency, kwa wale watu wako mbele wewe na mimi. Party leader wa UDA na mimi ni deputy party wa ODM. Nataka kushukuru na mnisikize nzuri ndugu zangu. Mheshimiwa Rais, nataka nikuhakikishie kwamba sisi kama jamii ya Omo Kisii tuko tayari kushikana pamoja ndiposa tuhakikishe kwamba maendeleo yameletwa. Maendeleo ya barabara, maendeleo ya stima, maendeleo ya university. Na vile vile, Mheshimiwa Rais, mimi nataka niseme hili la mwisho. Tafadhali, ukiwa huku kwetu Kisii, hatuna shamba. Kuna shamba. Kwa gharama yako ya ofisi, hii mambo ya affordable housing, it could have fitted well with the Kisii community. Kwa sababu hapa shamba imekuwa shida. Ama tuko na shamba. Mwisho ndugu zangu wa Nyamira, wakati wowote ule ile keki ya national Mheshimiwa Rais anapokata kwa meza, tunataka kwamba ikikatwa Kisii lazima ikatwe Nyamira. Mheshimiwa Rais, ulitupea waziri mmoja kule Kisii. Ikiwezekana hapo Nyamira Mheshimiwa Rais,
niulize tafadhali, wewe ukiwa UDA na sisi wana ODM, sisi hatujaingia kwa serikali, lakini tumepea watu wetu wafanye wewe na kazi. Let us strengthen the democracy. ODM, unajua wewe ulikuwa katika ODM. Ninaona hapo UDA kuna shida. Wewe ukifika mbele ukipata ni mbaya, mimi kama deputy party leader wa ODM na ukaribisha kuja tuongee. Ama vipi? Si ndio? Wangapi wasema kwamba tuongee na Mheshimiwa Rais? Asante na Mungu awe na wewe. Sio najaribu. Oya. Sio ameamua tu. Hiyo. Hata nisonge. Sio ameamua tu nikanyama. Moto rejali unakuja na moto. Hata bearing ni yote stage. Kwa mchezo. Nichukue nafasi hii niwashukuru sana kwa kutukaribisha hapa Kisii. Mimi wacha nichukue nafasi hii tena kwa heshima kubwa niwashukuru watu wa Kisii, watu wa Nyaribari Chache kwa kura zenu. Mimi nasema asante sana. Narudia kusema asante sana. Vile vile stima na hamutalipishwa pesa yoyote. Huyu mbunge wenu ndiye amekuja amenihangaisha kusema lazima tufike hapa Nyang'eni. Mlimtuma? Mlimwambia nini? Ati nikuje? Lakini mbona ananiharakisha? Mlimwambia afanye haraka? Sasa sikizeni watu wa Nyang'eni. Sawa sawa? Mimi nimefika hapa Kisii leo na Nyamira kwa mambo manne ya muhimu sana. Ya kwanza, mimi nimekuja hapa Kisii kwa sababu wananchi wengi hawajapata stima. Kuna wale wamepata stima na kuna wale wauliza viongozi wote wa Nyamira kwa kukubaliana kwa heshima waketi chini na kusambaza stima Nyamira County. Na tunataka kuhakikisha kwamba manyumba ingine 10,000 manyumba mpya 10,000 ya stima itaunganishwa hapa Nyamira County.
uchaguzi. Nimeamua tutengeneze serikali moja ya Wakenya wote. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kisii, unasema tuungane ama tutengane? Unasema tuungane ama tutengane? Wale wanakubali tuungane nione kwa hiyo ndio mpango tuko nayo, na mimi nataka niwahakikishie watu wa Kisii ya kwamba na watu wa Nyamira ya kwamba serikali ya Kenya itahakikisha ya kwamba hakuna Mkenya anawachwa nje. Sote tutaungana kwa pamoja tuweze kutengeneza serikali ambayo itaunganisha Wakenya na itafanyia Wakenya wote kazi. Kwa hivyo mimi nataka nimuulize sasa naibu wa rais awasalimie. Nenda watu kwa reception na kaka Alpha. Umepanga vile wananchi wanakaa sawa, excellency, tunashukuru kabisa. Iko sawa. Very good. Thank you so much. Very good. Kwa salama. Haya. Sasa hapa ndio kupanga mambo ya stima. Unaitwa nani? Victor. Bye. Mikono watu wa Kisii. Watu wanaribai. Hata mimi nichukue nafasi hii niwashukuru sana kwa kutukaribisha hapa Kisii. Mimi wacha nichukue nafasi hii tena kwa heshima kubwa niwashukuru watu wa Kisii, watu wa Nyaribari chache kwa kura zenu. Mimi nasema asante sana. Narudia kusema asante sana. Vile vile huyu mbunge wenu ndiye amekuja amenihangaisha kusema lazima tufike hapa Nyang'eni. Mlimwambia nini? Lakini mbona ananiharakisha? Mlimwambia afanye haraka. Sasa sikizeni watu wa Nyang'eni, sawa sawa. Mimi nimefika hapa Kisii leo na Nyamira kwa mambo manne ya muhimu sana. Ya kwanza, mimi nimekuja hapa Kisii kwa sababu wananchi wengi hawajapata stima. Kuna wale wamepata stima na kuna wale hakutosha. Akaniambia watu wa Nyang'eni ka stima na hamutalipishwa pesa yoyote. Nilienda kule Ulaya nikakutana na watu wa European Union wakanipatia pesa ya stima. Nikaenda mpaka Ufaransa nikaketi chini na rais wa Ufaransa Bwana Macron akanipatia pesa ya stima. Leo hapa Kisii tunawapatia shilingi bilioni 2 ya stima ya watu wa Kisii. Unanielewa jameni? Najua kuna watu wamekuwa wakiniuliza umeenda Ufaransa kufanya
wengine wananiambia umeenda Brussels kufanya nini? Sasa nimekuja hapa kuwajibu. Nilienda Brussels, nikaenda kule Paris. Ile matokeo yake tuko hapa Kisii na shilingi bilioni 2 ya kuunganisha watu 31,000 wapya hapa Kisii kwa huduma ya stima. Tukianza hapa tunaanza Mnyang'eni. Sasa leo nimekuja na blanketi, mimi sitoki. Sasa vile nimekuja kulala, utanipanga? Utanipanga aje? Kama ni kweli masikweli. Na nilikuwa nimepanga ya kwamba tuweke pesa ya serikali 130 billion kwa mambo ya barabara. Huyu Zahir mjumbe wenu akanisaidia. Tukapanga na yeye tuweke budget 130 billion. Lakini kuna watu wengine waliweka njama, wakaangusha hiyo finance bill. Sasa tumepoteza 130 billion, tumebaki na 50 billion. Lakini hata na hivyo nimesema hii ya Kisii lazima tuweke 4.5 billion katika barabara ya hapa Kisii. Nimekusia hiyo kazi na kesho nitalaunch hizo barabara za hapa Kisii, kwa sababu mimi nataka wakati tunapanga maendeleo ya Kenya tunapanga vile vile maendeleo ya Kisii County. Watu wa Nyaribari tunaelewana jameni? Na kuna barabara nimekubaliana na Zahir ya kwamba lazima ijengwe. Sawa sawa? Hiyo barabara nataka niwahakikishie akiwa hapa ya kwamba I am going to plan. Kuna contractor moja ametusumbua hapa. Huyo contractor nitapiga kalamu aende achome makaa, nilete contractor mwingine. Ama mnasema watu wa hapa Nyaribari. Sawa na si sawa? Sawa na si sawa? Nimekuja mza ya kwamba Kisii County tunajenga soko mpya 17. Tumekubaliana na county government, tumekubaliana na wabunge wenu ya kwamba tutaweka pesa ya serikali shilingi bilioni 1.2 kuhakikisha ya kwamba we have market infrastructure in Kisii County. Hizo market 17 zingine nitaanzisha katika safari hii, zingine nitarudia mpaka tuhakikisha kwamba in every constituency, in every part of Kisii, we have market infrastructure to support our farmers, ili wakulima wetu waweze kupata mahali ya kuuza mazao yao. Tutaweka mambo ya cold room kwa hizo market, tutaweka mambo ya storage kwa hiyo market. Tutahakikisha ya kwamba kuna market infrastructure yenye itahakikisha kwamba wakulima wetu, wafanyabiashara wetu wanafanya kazi mahali kuna stima, mahali kuna maji, mahali kuna heshima, mahali kuna usafi. Kwa ile project tulikubaliana na watu wa Kisii. Kuna project imekuwa ikitusumbua sana ya cancer center, na tulisema tunataka kuweka cancer center hapa Kisii, ile ambayo itaserve region hii yote. Kesho mimi naenda kuweka jiwe la msingi. Tumeweka pesa bilioni 3.5 kuhakikisha kwamba tunajenga cancer center hiyo hapa Kisii. Na kwamba hiyo program itasonga mbele. Tumeona jamii watu wa Kisii. Tumekubaliana. Kesho vile vile mimi niko hapa kwa maneno ya affordable housing. Nilisema ya kwamba wakati tunapanga ajira ya hawa vijana kila sehemu ya Kenya, lazima tupange mambo ya ajira ya vijana hapa Kisii. Kati ya mipango ambayo tuko nayo ya ajira Kisii ni program yetu ya affordable housing, na tumeweka mpango ya kujenga, na nitaanzisha kesho hapa Kisii kujenga nyumba 10,000 katika Kisii County. Tunahitaji vijana zaidi ya 20,000. Vijana mko tayari kwa hiyo kazi ya mambo? Sisi tunahitaji contractor, tunahitaji plumbers, tunahitaji engineer, tunahitaji quantity surveyor, tunahitaji yule ambaye ni architect, tunahitaji steel fixer, tunahitaji mason, tunahitaji carpenter, mtu ya mkono, mtu ya kuuza chakula, mtu ya hardware, mtu ya transporter na watu wengine wengi.
Muko tayari kwa hiyo kazi ama mko tayari? Mko tayari? Sisi tulisema tupange ajira ya hawa vijana. Tunasema tuendelee na hiyo kazi. Tupange ajira ya hawa vijana. Vile vile nimekubaliana na mjumbe wenu. Tunajenga ICT hub. Yeye yako na pesa ya CDF. Yeye atajenga ICT hub kila ward. Mimi nitaweka internet. Mimi nitaleta kompyuta. Mimi nitaleta walimu ili tuwapange hawa vijana na ajira ya digital job. Vijana wa Nyaliba mko tayari? Mko tayari kwa hiyo kazi? Huyu Zahiri akimaliza. Wewe Zahiri, please, ukimaliza ICT hapo niambie. Mimi nitakupanga. Tayari tumepangana. Tuko pamoja watu wa Kisii. Mimi nataka niwashukuru sana. Nafasi tulioko nayo sasa sio nafasi ya malumbano ya siasa. Tuko na nafasi sahihi ya kufanya kazi ya hao wananchi. Ni kweli ama si? Mimi nauliza nyinyi wananchi, si mlitupigia kura? Si mlichagua viongozi? Si MCA mlichagua? Mkachagua mjumbe na seneta na gavana na rais na naibu wa rais na wengine wote. Kazi ya viongozi iendelee ama kazi ya wananchi ianze? Si kazi ya wananchi ndio imebaki sasa? Mimi nauliza viongozi wote, please, sisi kama viongozi, hawa wananchi wamemaliza kazi yao, wametupatia nafasi, wamechaguana. Ile kazi iko ni vile tutashirikiana, vile tutaungana, tuweze kutekeleza wajibu wetu kama viongozi, tupange na tutekeleze mambo ya maendeleo ya hawa wananchi, mambo ya maji, mambo ya stima, mambo ya barabara, mambo ya masomo, mambo ya maendeleo. Hiyo ndio kazi ambayo imebaki kati yetu na hawa wananchi. Hatuwezi kuendelea kuongea mambo ya viongozi miaka nenda miaka rudi. It is now time for us as leaders to unite, to work together for the people of Kenya. Na ndio sababu mimi nimesema hakuna haja tena ya mirengo, hakuna haja tena ya ubaguzi, hatuna biashara na ukabila. Sisi wote tunataka tuungane, na ndio nimeunda serikali ya Kenya ya kuleta Wakenya wote pamoja. Mimi nawauliza watu wa Kisii, mnataka tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane. Mnakubali niunde serikali ya Wakenya wote? Kila Mkenya ajumuishwe, tuweze kuwa pamoja, tupange maendeleo pamoja, tupange biashara pamoja, tupange matibabu na masomo ya watoto wetu pamoja. Wale wanasema tu tuungane jameni, sisi wote kama ndugu moja wa nchi moja ya Kenya, na hiyo ndio msimamo mimi niko nayo, na ndio nimesema ya kwamba that is why we of Kenya working together. It is time for us as leaders to close our ranks and think not about our political parties, not about our political formations, but about the people of Kenya and their interests and the transformation of our country into a great nation. That is the motivation behind the unity that we have put together so that we can drive the interests of our country forward. Watu wa Nyamira jameni, watu wa Kisii jameni, nimetoka Nyamira na nimesikia ya kwamba Nyamira na Kisii ni Gusii. Timu moja. Tunaelewa jameni? Lakini niko na malalamiko kidogo. Niko na kidogo huyu mjumbe wetu.
swala lingine nitetea. Nitajaribu kwa Mungu. Kwa sababu vile ninaona nilikuwa nafikiri nitakuja nipate amani hapa. So huyu jamaa